nao wakaleta hoja zao na nini kifanyike, wakasema. Lakini pia tuliwaruhusu mama zetu na ndugu zetu na mabinti zetu ambao wamekutana na changamoto za kupata shida wakawa wajane, wengine wanalia peke yao, wanaume kwa wanawake, nao pia walileta changamoto zao na nini kifanyike katika siku hizi za mwisho za utandawazi. Na zaidi ya yote vijana nao wa kiume na wa kike walileta taarifa zao, na hivyo basi tukakubaliana kwamba leo, hebu mabinti na vijana waseme leo kwamba kwa heshima yao kama watoto wetu tutaanza na wao, tukitegemea kwamba siku za Jumapili mara nyingi wanakuwa sio wengi kazini, na hivyo nilitamani sana nikijua kwamba vijana wengi ambao walikuwa vijana nao wamekuja leo. Katika somo letu la leo tunahitaji kujua ni changamoto gani zinazowakumba vijana wetu. Hilo nitatamani leo wazazi wote, hata wale wa mama ambao tayari mlikutana na changamoto lakini ni wazazi mnalea, katika maswali haya ambayo vijana wametuletea wanahitaji kupata majibu na msaada. Nitatamani kuona mikono ambayo tutashirikiana pamoja kuwasaidia vijana wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikilizeni wapendwa, nataka niwaambie vijana wa leo, Yesu anakuja. Na unaweza kujiuliza Yesu anakujaje wakati nazaliwa wanasema Yesu anakuja. Ni kwa sababu anakusubiri leo, na inawezekana somo la kana familia wewe jana ulioko leo ulisikie. Na kama angekuja ukasikia, ingewezekana wakati mwingine ukapotea milele. Lakini kwa neema yake ameruhusu leo katika kanisa hili la Mungu uweze kushiriki. Na hiyo ni nafasi ya kumshukuru Mungu. Sikiliza baadhi ya vijana wetu waliokuwa wameleta. Lakini kabla ya kuleta ninaomba tuombe. Baba, shukrani ugeni nasi katika somo hili la kana familia kusana vijana wetu. Wameleta changamoto zao. Hawajazileta kwa neema yako wako wa viongozi wa kanisa. Wamezileta kwako. Wewe mwenye majibu sahihi. Shukrani ugeni nasi pamoja na vijana wetu. Na Yesu anapokuja, vijana wetu wakiwa pamoja nasi kukulaki na Mungu. Ni katika jina lako Yesu uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amina. Sikiliza wapendwa, katika washa ya jana vijana walileta hoja ya kwanza inayosema hali ngumu ya uchumi inawafanya vijana wasioe kwa wakati. Unaweza kujiuliza kijana anaoa kwa wakati gani? Ukisoma Biblia ukiangalia Isaka alioa akiwa na miaka 40. Na kumbuka wakati huo watu walikuwa na uwezo wa kuishi zaidi ya miaka 100 na kwenda mbele na 360 na kwenda mbele. Lakini alioa akiwa na miaka mingapi? Sasa wewe fikiria wewe ambaye sasa hivi umeshafika miaka 70, Biblia imesema miaka 80, maana yake ni nini? Miaka 80 sio miaka ya kufa. Watu punguza kwenye maandiko. Miaka ilipopunguzwa wakati Mungu ameleta katika juu ya dunia, wakati wa Nuhu. Sikiliza, naomba nikwambie, Nuhu alipona yeye na familia yake, Hamu, Yafeti na nani? Na Shemu. Watoto wangapi wanao? Pamoja na wake zao, yaani wake za watoto hao na mama na baba. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana leo tuko hapa Mungu kuhakikisha Mungu akipenda na akituwezesha tuweze kuokolewa katika muda huu wa sayansi na teknolojia ambapo imekumba dunia, na simu na mitandao imekuwa kama Mungu wetu. Tunatamani kuwaona watoto wetu pamoja na wazazi wetu tukienda nao mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendaje nao mbinguni? Lazima tufuate maandiko. Biblia inasema si vyema huyo mtu aishi peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Yesu asifiwe. Anapatikana juu na sangani. Na ni wakati gani anapatikana? Pia wanasema tunatamani kuonao, lakini uchungu ni shida. Sikiliza, Biblia inasema katika kitabu cha Methali, inasema naomba tusome Methali 4:9. Wote anasema hivi, kwa kila kazi kuna faida. Moja, wazazi tuwe makini katika swala hili. Ni kweli vijana umekuwa shida hasa hapa mjini kupata fedha ya kuoa. Kwa nini? Vijana wetu tumewaagiza sana kwenye elimu, na bahati mbaya utandawazi unavyoonyesha elimu tulio nayo sasa hivi, mtoto anasoma la kwanza anaanza chekechea na darasa la 7
anafika form 4, anaenda high school, anaenda advance, anaenda chuo kikuu. Anapomaliza yeye amekaribishwa, amelishwa ubongo ni elimu. Sasa anapomaliza shule, baba amepata vilaka kwenye maswali. Niona kijijini mzee mmoja alikuwa anasomesha mtoto wake, amejaza vilaka kwenye nini? Kwenye suruali. Mtoto aende shule, alafu anamaliza, anarudi nyumbani. Wakati alijua baba amepambana, naomba kama kuna fundi mtamba niongezee kidogo, maana nasikia kuna sauti naomba. Kama amepambana kwa mtoto wangu akimaliza, basi atakuwa na uhakika wa kupata kazi. Zamani kwa kweli, niwaambie wale watu katika wazazi wao kusomesha watoto wao. Hata kama amemaliza darasa la 7, amemaliza form 2, form 3, walikuwa wanapata kazi. Kwa mtoto akisoma uhakika wa maisha ulikuwepo. Hata kama angeoa kwa miaka 35, naomba niwaeleze, angekuwa na uhakika kwamba ninapata shule, ninapomaliza kazi, napata nini? Napata kazi. Na hivyo mtoto anapopata kazi, anaweza kumwekea kwenye akaunti yake kila mwezi. Mtoto naye atakayezaliwa akawa na maisha. Sasa sikiliza. Wewe unakuja kuoa sasa hivi na miaka 40. Na kazi unatumia kazi za nguvu. Mtoto naye anafika sasa hivi akizaliwa anataka suruali, sijui manepi, vitu vingi hospitalini tu mama akiamua unakuja na vitenge 9 mpaka 12 saa hizi. Mama anapanga vitu kipiga hesabu mtoto anakuja kuzaliwa. Ni mafedha ya ajabu. Kijana akiangalia hapa anasema ugumu wa maisha. Sikiliza. Vijana wengi hawako tayari kufanya kazi. Wanapanga kazi. Biblia inasema pakia kazi kuna faida. Kwa vijana wetu ili uoe, moja, hakikisha usiwe na ubaguzi wa kazi. Ngoja niwaambie, nikikwambia hivi utanielewa. Na kipindi kimoja tulikuwa kwa lani kupata somo la kutobagua kazi. Mimi niliangalia kwenye vyombo vya habari. Mama mmoja Morogoro amekopa milioni 60 na ameajiri watu wanaokota makopo. Watu wanaokota nini? Ukimwona mkuu wetu wa huduma leo mabinti anaokota makopo. Tazama vipi kachanganyiko hiyo kijana ataimba nyimbo za Yesu Kristo ni bebe hawatamuelewa mabinti. Mwokota makopo. Naomba niwaambie vijana sikiliza, siku moja vijana mmoja alikuwa anatembea ile maguta hapa mjini. Nakumbuka ile maguta. Si mnafahamu ile maguta ya basketi. Mnayaona ile maguta. Sasa yule kijana ametafuta, amesoma na kitakola mambo ni magumu. Akasema mimi nitachukua. Lakini alipofuatilia ile kazi inaonekana ni ngumu na imedharaulika. Jamaa akajitosa. Kwa bahati mbaya anaendesha basketi yake na anaendesha basketi yake hivi. Kwa bahati mbaya akakutana na mchungaji. Kijana akakapesha macho hivi. Ili asionane naye. Mchungaji akamwona. Baadaye akamfuata ile box. Mwambia, "Kijana hongera sana na kupata." Kijana akaona 5 za nisikiliza. Nilipoona unaendesha kuta mjini. Nikaona unaendesha kuta mjini. Kamwambia kijana wangu anapambana. Sasa kijana akatoa sisi. Sikiliza basi alikwambia. Akamuuliza hivi pale kwenye ile kazi ukipiga kazi unapata shilingi ngapi? Sasa sikiliza basi alikwambia. Wewe ni kazi inapendeza lakini nikikosa sana sikosi 110. Bwana Yesu asifiwe. Nikikosa sana sikosi 100 ngapi? Aliyeajiriwa kwa mwezi huyu anapata 110 kwa siku. Mara 30 na siku ngapi? Ukitoa siku za Sabato. Mara 20 anapata ngapi? Anapata ngapi kwa hesabu za haraka kwa kwenda shule? Milioni 2 na ngapi? Na laki 6 au laki. Kwa mwezi. Wewe unaona kijana anapambana na chakama. Halafu anasema uchumi. Mimi siku moja nilikuwa kule Songas nikiwa Kiorani na naendesha bodaboda. Mbogo anaendesha bodaboda, kijana mmoja amesoma. Akisema niliajiriwa kwa mwezi nilikuwa napata laki 5. Lakini nikaona laki 5 nisafiri, nipige hesabu nile na nikimaliza mwezi atakuwa ni mume na inanicheki. Vijana mnanielewa vizuri wale mliokuwa ambao mleta hoja ya hukumu wa uchumi. Biblia inasema pakia kazi na nini? Na bidii utajirisha. Soma Mithali sababu kwa muda nilikuwa nimeandika masomo haya. Na bidii ufanye nini? Lakini mvivu usema baada ya kulala na gani? Kidogo. Utalala kidogo na mwisho mabinti watakukimbia na wazazi watasema tumekuchuka. Kwa sababu maskini kwa vile hizo. Sasa sikiliza. Naomba niwaambie vijana kwa kuhitaji fedha. Hamtanielewa wazazi. Kwa sababu wewe umesema kijana wangu tena wazazi wanachangia kabisa. Kijana wangu hafai kuoa kwa sababu bado hana fedha. Kwa nini hana fedha? Mzazi msaidie mtoto wako anapomaliza shule. Na hata kabla hajamaliza shule, anapokuwa shuleni, hakikisha unafanya mpango wa kumzoeza mtoto kazi.
Na kama ulimlea ndorondoro kama mseme wale kubwa wananionyesha nilifikiri itakuwa naweza nikanikosea hivi. Akalelewa hivyo mtoto wa kiume atapata tabu maishani. Ipo siku baba na mama hatakuwepo na mtoto lazima kuishi. Ulimlea ndorondoro. Nabii nasema hakikisheni watoto wenu mnawafundisha kazi. Na sasa kwa utandawazi tuliona sasa hivi imefika hatua watoto wanaona kazi ni ngumu. Sasa anaamua kwenda kwenye utandawazi, anabeti Simba na Yanga, Arsenal itacheza saa ngapi, anabeti muda wote ni kwenye mtandao, anabeti, anabahatisha, analipa 5,000, 10, 20, ameingiza ngapi? Huyo atapata mke sana. Na pia kwa ni wakubeti. Siku moja niliwahi kulala kabisa, simejana nimemwona dada yangu kwa langu. Nilienda kwenye mlango, jamaa anafanya kazi, nimemlazimisha, nimemtafutia bodaboda ya mama mmoja mjane, ameniamini, nampeleka sasa. Kijana akipata fedha anaenda kubeti ya pale nyumbani. Matokeo yake dada alikimbia, akanikimbia, nikamshukuru Mungu, nikapata pikipiki, nikarudisha kwa mwanangu. Vijana utandawazi wanataka vitu vya haraka. Vijana wetu mkuoa sio fedha, lakini anachotafuta baba na mama na wazazi wengine ni bora. Je, kijana huyu yuko tayari kufanya kazi, anajibidisha? Sisi kanisani kwetu tunaomba nimwambie kijana wangu ndiye kwa nyimbo ndiye kwa muziki, lakini sema sikukuu tulie naye ni kijana. Sema sikukuu tulie naye na kazi anayofanya anaajiriwa kwa mtu.